kabla ya kumalizika rukuu ya rakaa ya pili. Aidha umekuta baba imamu kwenye kisimama anamalizia kusoma sura, au umemkuta kwenye kurukuu akiwa amerukuu na wewe ukarukuu ukajituliza pamoja na imamu, kisheria umeipata ile rakaa. Ile rakaa yote umeipata. Kwa maana nyingine Mtume anasema mtu akipata rakaa kwenye Ijumaa basi kapata Ijumaa. Kwa maana nyingine ukisimama baada ya imamu kutoa salamu, ukisimama utaswali rakaa moja ili uunganishe na ile ulioikuta kwa imamu ziwe ngapi? 2. Umepata Ijumaa. Utaswali rakaa moja, utatoa salamu. Lakini kama utamkuta imamu ameshavuka rukuu ya rakaa ya pili, labda kwenye itidali, au umemkuta kwenye sijida, au umemkuta kwenye atahiyatu kule mwisho, utahirimia Ijumaa, uswali fardhu al-Jumaa maamuman Allahu Akbar, utahirimia Ijumaa, lakini pale hujapata rakaa ya Ijumaa. Hata rakaa hii moja hujapata. Maana mwanzo wa kupata rakaa ni mwisho wa kupata rakaa ni kwenye rukuu. Yaani kama utampata imamu kwenye rukuu, karukuu akajituliza, karukuu na wewe ukarukuu ukajituliza pamoja naye, pale ndio umepata rakaa. Kwa hiyo ukipata rakaa umepata na Ijumaa. Kwa hiyo ukisimama utaswali rakaa hii moja. Lakini kama utamkuta imamu labda ameshamaliza rukuu ya rakaa ya pili, unamkuta labda kwenye itidali au kwenye sijida au kwenye atahiyatu, kimkuta huko hujapata rakaa, ila jamaa umepata. Na jinsi ya kuirimia, utairimia na uswali fardhu dhuhuri maamuma na Allahu Akbar. Kawaida ni uswali fardhu al-Jumaa sote. Utairimia uswali fardhu al-Jumaa na swali fardhu ya Ijumaa nikiwa maamuma Allahu Akbar. Lakini baada ya imamu kutoa salamu, midamu wewe ulikuwa hujapata rakaa kwenye ile Ijumaa, baada ya imamu kutoa salamu wewe utasimama utaswali rakaa zako 4 za dhuhuri. Umehirimia uswali fardhu al-Jumaa maamuma na swali fardhu ya Ijumaa nikiwa maamuma. Kwa maana imamu ulimkuta anaswali ni Ijumaa. Japokuwa sasa wewe kwa kuwa hujapata rakaa, maana utakuwa hujapata Ijumaa, ile umepata jamaa ya Ijumaa. Sasa imamu akija akitoa salamu, wewe utakachokifanya ni kuswali rakaa 4 za dhuhuri. Mwenyezi Mungu ajalie. Kwa hiyo jamani, hapa ni swala la kisheria, kama sijaeleweka ni chachuliwe tu na maswali ili tuelewane. Narudia kwa mara moja. Umekuja siku ya Ijumaa, rakaa ya kwanza imeshapita, umekuja rakaa ya pili. Umemkuta imamu kwenye rakaa ya pili. Kama umemkuta kabla ya kurukuu, huko hamna shida, umepata ile rakaa na Ijumaa umepata. Imamu akija akitoa salamu utaswali rakaa moja. Lakini pia ukimkuta kwenye rukuu, hapa ndio atoa mwisho, ukamkuta kwenye rukuu karukuu, na wewe ukahirimia ukarukuu ukajituliza naye, pia naye hapa ndio atoe mwisho kupata rakaa. Umeipata hii rakaa. Kama umeipata rakaa, maana yake umepata na Ijumaa. Imamu akitoa salamu utasimama na swala rakaa moja kuunganisha na ile ulioipata kule kwa imamu, zinakuwa 2, kwa maana umepata nini? Ijumaa. Lakini ukimkuta pale kwenye rukuu ameshatoka, au hata kama yuko pale kwenye rukuu, ile kitendo unahirimia Allahu Akbar, kabla hujafika na wewe kurukuu, jitulize naye akanyanyuka, mkakutana, yani unashuka yeye anapanda, yani au unafika kabla hujatulia hata zile sekunde 2 za kusema subhanallah subhanallah subhanallah, kabla hujatulia, yani ile unafika yeye anapanda, hapo hujapata rakaa. Na kama hujapata rakaa, maana yake hapa wewe hujapata pia na Ijumaa. Kwa maana nyingine, akitoa salamu utaendelea kuswali naye kama kawaida, takaa naye atahiyatu kama kawaida. Akitoa salamu, wewe cha kufanya ni kusimama na swali rakaa ngapi? 4. Naomba sijui kama nimeeleweka hapa. Atahirimia vingine au ile ihramu? Au ni vile vile, maana yake sulisha irimia. Wewe ulimkuta imamu labda yuko kwenye kurukuu, ukifika pale unahirimia uswali fardhu al-Jumaa maamuma Allahu Akbar. Sasa ile unaenda kurukuu unapishana naye, anapanda juu.
basi ujue hapa nimekosa rakaa. Na kwa maana hiyo wewe una haja ya kwenda kurukuu, urudi naye tu kwenye itidali kama kawaida. Au rudi kunuia, nuia. Rudi naye kwenye itidali, nenda naye kasujudu, kaa naye atahiyatu kawaida, akitoa salamu, simama swali rakaa zako 4. Sio kama nimeeleweka. Au umemkuta kwenye atahiyatu kabisa. Kwa maana unakuja siku ya Ijumaa unakuja unakuta yuko kwenye atahiyatu ya mwisho kabisa amekaa atahiyatu. Wewe ukifika pale ilimia uswali faradhi ya Ijumaa maamuma kaa atahiyatu. Maana pale hujapata rakaa. Ila jamaa umeipata, jamaa ya Ijumaa ile umeipata. Yeye imamu akitoa salamu wewe simama swali rakaa zako ngapi? 4. Wala huwezi kurudia tena kunuia. Ndio kuna masala fiki wanasema unairimia swala nyingine una swali nyingine. Ndio masala. Yaani umeirimia Ijumaa lakini umeswalia dhuhuri. Yesu ajalie kheri. Bidii yake nikimfuata alopata rakaa moja ambaye ashapata Ijumaa. Hakuna tena Ijumaa. Yaani Ijumaa ipo tu kwa mtu aliompata imamu, alopata rakaa moja kwa imamu anayeswalisha. Baada ya hapo kwa mfano umekuja ukakuta kuna mtu mwingine anaswali. Jibu lake wewe ni kuirimia tu swala tu dhuhuri hapo. Naam. Kwenye nia hapo ninapokuwa nimemkuta imamu yupo kwenye rakaa ya maybe kwenye rukuu ya mwisho. Nikahirimia uswali fardhu salati aljuma. Imamu ameshapita lakini nakuta ameshasimama mfuasi wake. Sasa mimi sikunuia uswali fardhu salati aljuma baada ya kuona tayari ni sina Ijumaa leo mimi sina, nikanuia tu uswali fardhu salati dhuhuri nikapiga rakaa 4. Ndio hivyo inavyotakiwa. Okay. Kwa mfano mkuta Ijumaa imamu ametoa salamu lakini unamkuta kuna mdau wake, maamuma wake ambaye alipata rakaa moja. Hapana, nimemkuta yeye imamu. Umemkuta yeye imamu? Naam. Lakini ameshavuka rukuu. Yeah. Kwa maana labda yuko kwenye atahiyatu. Hapana, unairimia Ijumaa tu, huwezi kuirimia dhuhuri. Nia itabidi uirimie Ijumaa tu kwa sababu unayemfuata hapo yuko kwenye Ijumaa. Sawa. Kwa hiyo unanuia uswali faradhi al-Jumu'a maamuma. Ila kama utakuja kumkuta yule ambaye anamalizia, haijalishi huko yeye alipata Ijumaa yake amepata huko au hajaipata, umkuta anamalizia, wewe cha kuirimia uswali faradhi dhuhuri tu sasa. Nimeeleweka hiyo? Naam. Je, kwa mfano mimi msafiri nimeenda mahali. Msafiri Ijumaa akiwa ni mgeni, sio lazima swali. Imamu anaswalisha swala ya Ijumaa. Mimi nataka ni swali swala dhuhuri. Naruhusiwa kumfuata? Kumfuata unaruhusiwa. Je, nitanuia aje? Swali faradhi dhuhuri. Wewe unataka dhuhuri? Kuanzia mwanzo ni yako ni adhuhuri. Swali faradhi dhuhuri. Sasa ile maamuma inakuwa kwani maamuma haikataliwi kwamba kama swala zinatofautiana ila tu mradi zifanane kwenye jinsia ya vitendo zile. Intakalati. Zile jinsia za vitendo zinafanana. Nasema tu haitafaa kufuata mtu anayeswali jeneza akamfuata anayeswali swala kawaida kwa sababu swala ya jeneza haina gurukumu. Lakini swala zingine kwa mfano na swali la asiri. Mimi nikakuta mimi na swali ya dhuhuri nikamfuata anayeswali la asiri hamna shida. Nikamkuta hata mtu anaswali sunna lakini na swali faradhi nikamfuata hakuna shida. Kifiki hakuna shida kabisa, labda tu katika fadhila za Ijumaa na nini hivi. Labda fadhila zile za jamaa lakini kwenye kufuatana hakuna shida maadamu swala zinafanana, zile tawafuku nadhmu swalataihima, kuna maafikiano, ule mfumo wa swala za wale mfumo unaafikiana. Acha majina. Umeona mpaka hapo? Kwa hiyo una swala ya dhuhuri ukamfuata wala asiri na sunna. Ukamkuta imamu anaswali Ijumaa lakini wewe ni msafiri, hujisikii kuswali Ijumaa. Wewe unataka uswali tu dhuhuri. Basi nia yako utatia tu nia ni uswali faradhi dhuhuri. Sasa ni kwa nini hii ya huku nimekuta imamu amevuka zile sehemu za kupata Ijumaa. Mimi nikiduia dhuhuri tu. Kwa nini haisi ni safari na ile ya safari? Yule ni msafiri, alikuwa na fursa ya kutokuswali. Yaani ana fursa ya kuamua kujiamulia kuswali nini? Adhuhuri badala ya Ijumaa. Lakini wewe haukuwa na fursa.
wewe mustawtin, wewe mkazi wa mji, uko na fursa ya kuswali swala nyingine siku ya Ijumaa zaidi ya Ijumaa. Ndio tumelanda, maana wewe tumebana uirimie tu Ijumaa. Sasa kwa kuwa tu hujapata rakaa, basi utakuwa umekosa.